kuhusiana na mimba za mapema kwa wasichana wadogo 1.5 wa shule za msingi na upili nchini. Takwimu hizo zinaashiria kuwa takriban wasichana 4,000 wamepachikwa mimba katika kaunti ya Machakos pekee na kuibua maswali kuhusu ukubwa wa tatizo hili. Kuna wale wanaotilia shaka idadi hiyo akiwemo Waziri wa Elimu Profesa George Magoha. Hizi hapa ni simulizi za baadhi ya wasichana wadogo ambao ndoto zao za kupata elimu zimeonekana kuzimwa na tatizo la mimba za mapema. Ruth Mwikali, jina lake halisi tumelibana, anaosha vyombo nyumbani kwao Mbembani, kaunti ya Machakos. Mojawapo ya shughuli chache na nyepesi anazoweza kuzifanya kwa sasa. Ana ujauzito wa miezi 6. Banati huyu wa umri wa miaka 19 ako kidato cha 4. Wanaishi chumba kimoja, yeye, mamaye na nduguye wa umri wa miaka 11. Tuwa closet, ndeshanga bodaboda. Tulipatana kwa njia, tukakuwa marafiki, kapendana. Mwikali anasema alikuwa akitumia kinga kila alipozidiwa na mwili. Mara hii lilimfika. Tulikuwa tunatumia protection, condom, love, kabast. Nikajua niko na mimba. Ng'ambo ya pili, Lucy Mwende, tumembandika jina hilo, ana ujauzito wa miezi 7. Umri wake miaka 16. Anamjua baba mtoto, ni mwendesha bodaboda. Mimi naona tu akiwa na boyfriend. So mimi nikaona mimi sitakaa hivyo. So mimi nikaenda nikatafuta boyfriend. Tulikutania huko Mlolongo. Akaniambia anataka tuwe marafiki na mimi nikaitikia. Ila nyongo ikamtumbukia yeye. Nilidanganya siwezi pata na boy. Mimi nikaamini siwezi. So mimi hope nikalala na yeye. Kuja home, nikajipima na PT, nikapata niko na boy. Visa vya Mwikali na Lucy vinawakilisha wasichana matineja 3,964 kaunti ya Machakos, kwa mujibu wa data ya Wizara ya Afya. Hata hivyo, data hii ilizua mdahalo wani kwa nini kaunti ya Machakos ikamulikwa zaidi kuliko zingine. We are not even in the top 10 of counties whereby women or small babies are being made into mothers and women where they are still small. So it is a national problem. I would like to interrogate the rates of the pregnancies because they look obnoxious. And I'm asking myself as a professor, did these children go and report that they are pregnant? Who is giving us these figures? Because they seem to be definitive figures. Hakuna kaunti, hakuna msichana mdogo na mimba. Kwa hivyo badala ya kusema kaunti yangu inaonewa, ni tushikane pale kwa makaunti, tushikane kwa national government, tuseme nini tunapaswa kufanya. Hii ni shida. This is actually the pandemic itself. It's not even the COVID pandemic so much. Kaunti zote 47 zina jumla ya wasichana 152,820 wa umri wa kati ya miaka 10 na 19 waliotungwa mimba kati ya mwezi Januari na Mei mwaka 2020. Nairobi inaongoza kwa jumla ya wasichana 11,734. Lakini la mno ni kwamba wanabodaboda wametajwa kuhusika pakubwa katika kuwatunga mimba hawa mabinti matineja. Niko hapa katika eneo la GM Nairobi kusikia maoni ya wanabodaboda. Je, watajitetea wakiwa upande gani? Sisi ukiangalia kama sisi hapa ni watu, sisi wote ni watu wengi, tuko na watu, sisi ni watu wenye familia. Sasa maneno kama sisi tunaweza katana nao ni kama kuharibiwa jina. Sisi kazi yetu ni kubeba, tumchukue maybe anaenda kupatana na mwanaume mahali anaenda. Sisi hatuwezi jua kama ni mwanafunzi. Hatujajua kama kuna kitambulisho ama hana. Hofu ya kuwa baadhi yao walibakwa ama kudhulumiwa na watu wanaowajua ipo. Je, shuleni kusalama kuliko makwao? Usisema kuna mahali salama, lakini kweli tumeona ni kama ni visa vinaongezeka wakati wa COVID. Na vinaongezeka kwa nini? Kwa sababu wasichana wako pale, hakuna kitu ya kufanya. Lofty Matambo, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, natumai umejionea ni mmoja wapo tu ya zile taarifa ambazo zimeandaliwa na wanahabari tofauti humu nchini kuhusiana na swala zima la ongezeko la mimba za mapema hapa nchini Kenya.
Na hii leo basi mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, ni swala ambalo tutakuwa tunaliangazia kwa kina. Kwa nini kuna ongezeko la mimba za wasichana, haswa wasichana wadogo chini ya umri wa miaka 19? Na studioni nitakuwa naungana na wataalamu ambao nitakuwa naungana naye Florence Mwange ambaye ni mwanzilishi wa kituo cha uokozi kinachotambulika kama Destiny, na vile vile Angelina Sikanda ambaye ni meneja wa miradi ya shirika la kuangazia masuala ya elimu na uhamasishaji wa jamii. Lakini kwa sasa mtazamaji, nitakuwa naangazia tu ripoti ambayo tuliopata kutoka kwa Wizara ya Afya, na tuliweza kuchukua kaunti 10 tu ambazo zimeandikisha idadi ya wasichana walio na mimba za mapema, ama idadi ya visa 5,000 kupanda juu. Na kama unavyoona katika runinga yako ni kwamba kaunti ya Nairobi inaongoza na idadi ya 11,734. Kakamega pale inaongoza na 6,686. Kaunti ya Homa Bay ikiwa na idadi ya 5,932. Kaunti ya Nakuru 5,883. Kaunti ya Kajiado 5,834 kunradhi. Kaunti ya Narok mtazamaji ikiwa ndio kaunti ya 6, pale unaiona na idadi ya 5,585. Kaunti ya Bungoma 5,577. Kaunti ya Meru 5,256, na kaunti ya West Pokot ikiwa na 5,012, na vile vile kaunti ya Trans Nzoia ikiandikisha idadi ya 4,929. Hatutakosa kuiweka pia pale kaunti ya Machakos ambayo iliweza kutamba sana katika runinga na pia katika redio na pia katika mitandao yetu ya kijamii ikiandikisha idadi ya 4,000. Lakini kwa sasa mtazamaji, tunaenda moja kwa moja katika mdahalo wetu, na kama nilivyokujuza nitakuwa naungana nao wageni studioni, Florence Mwange ambaye ni mwanzilishi wa kituo cha uokozi Destiny, na vile vile Angelina Sikanda, meneja wa miradi ya Crew ikiangazia shirika la kuangazia masomo ama elimu na uhamasishaji wa jamii. Nikianza na wewe Florence Mwange, kwa sababu umehusika sana na wasichana, unawafanyia uokozi pale wasichana ambao wamepata mimba za mapema. Je, hii ripoti unakubaliana nayo? Kwa sababu kama umeweza kusikia katika taarifa zetu ni kwamba kuna wale ambao wameitilia shauku, wanasema ripoti hii si ya ukweli, lakini wewe umeungana na wale wasichana, umetangamana na wale wasichana. Hii ripoti unakubaliana nayo kutoka kwa Wizara ya Afya? Nafikiri sikubaliani nayo kabisa. Kwa sababu hata mimi ningetaka kujua ambao wanaenda kwa ground kuchukua hiyo taarifa ili tuweze kuwa na uhakika ya kwamba hawa wasichana wote wamepachikwa mimba. Tukiangalia hiyo namba iko juu sana, na kulingana na wale watoto tuko nao ni kusema generation yenye tutakuwa na generation ambaye ni ya watoto wanalea watoto. So ningetaka kabisa kujua ukweli wa hii taarifa imetokana na nani. Ndio wako wasichana ambao wamepachikwa mimba hasa huu kutoka wakati COVID ilianza. Maana labda wako na watoto, wako na muda mwingi nyumbani. Wengine tuangalie hata chanzo cha wale ambao wanawapachika mimba. Kwa sababu kwa vile nimetangamana na hawa wasichana, kuna wale wanapachikwa mimba kwa sababu wako na uhusiano na vijana. Kuna wale wanapachikwa mimba through incest. Kuna wale wanapachikwa mimba through rape. Na ukiangalia hizi namba zinaonekana ziko juu sana. Hivyo ni kusema households nyingi katika hizi county ziko na wasichana ambao wamepachikwa mimba. Kwa hivyo unamaanisha kwamba Florence, ile idadi ingekuwa imeshuka kidogo, ingekuwa ni idadi ya ukweli. Wao umetangamana nao, lakini unasema kwamba ile idadi ni kubwa sana, si idadi ya ukweli. Mimi naona hiyo idadi iko juu sana. Hebu tumsikize Angelina Sikanda, unasema nini? Kwa sababu pia wewe ni mtaalamu ambao unahusika na masuala haya ya kuhusiana na wasichana na vile vile masuala ya elimu. Ripoti imetolewa kwamba kwanza tukiangazia tu kaunti ya Nairobi imeandikisha visa 11,734. Unasemaje? Sisi hatuna tashwishi yoyote kuhusu ripoti iliyotoka. Watoto ambao wameripotiwa, wenye utafiti wenyewe wameweza kujieleza kusema kwamba kulingana na ripoti yao, hiyo ndio namba, ndio idadi sawa. Kwa sababu ukiangalia wenye kutoa ile taarifa wanasema vizuri kwamba hii ni ripoti kutoka mahospitali zetu. Kwa hivyo kwetu sisi hatulizani
kuhusu ile namba ambayo imeweza kutolewa, kwa sababu tunajua ukweli wa mambo ni kwamba kuna watoto wengi sana wako huku kwenye nyumba zetu ambazo wameweza kupachikwa mimba kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo kwetu swali sio hizi namba ni kubwa sana. Cha muhimu ni kujiuliza ni nini tunafaa kufanya kama wadau kuweza kuhakikisha watoto wote sawa wameweza kusaidiwa na kwamba wameweza kuelezwa zaidi jinsi ya kuishi bila kuwa na taswisha kwamba kesho kutwa itakuwa ni wao ama ni mtu mwingine. Na pia ukiangalia namba zenyewe na zile zilizotoka mwaka uliopita ama huyo mwingine hazina tofauti sana. Kwa hivyo kwetu namba tumezikubali kama zilivyotoka kutoka kwa watafiti, na wamejieleza vizuri kwamba hizi ni kulingana na ratiba zao katika hospitali. Hilo swala ambalo umeligusia la kwa nini ama ni mbinu zipi ambazo utatumia kusitisha maambukizi visa hivi vya mimba za mapema ni swala ambalo tutakuwa tunaligusia hapo mbeleni, lakini kwa sasa tuliangazie hili swali ambalo kila mtu anajiuliza, kwa nini idadi ya mimba za mapema inaongezeka? Wakulaumiwa ni nani haswa? Mitandaoni nilikuwa tunapitia pale, wengi wamemlaumu mzazi, wengine wakalaumu mitandao, wengine wamelaumu mpaka corona. Tukianzia na wewe Florence, wakulaumiwa ni nani? Kwa sababu idadi imeongezeka kwa juu sana. Tukiangazia hizi idadi ambazo tumezipata, ingawaji unasema visa hivi wewe ukubaliani navyo, lakini vile vile bado tunaona kuwa idadi imeongezeka. Wakulaumiwa ni nani Florence? Mimi sitaki kuweka lawama kwa mzazi, sitaki kuweka lawama. Nataka kuweka a collective responsibility. Maana nikiguza kama sisi ambao ni wa miaka yangu, tulilelewa kama watoto wa society. Lakini sasa tuliachia mzazi peke yake. Na mimi nakumbuka ningekosa nikiwa hapa, lakini kwetu ni tuseme kama mahali kama Donholm na nitachapiwa hapa na mzazi. Tunaangalia vitu zingine ambazo zinakuja, unakuta sasa kwa hii era tuko na wazazi ambao ni wachanga sana, ambao hata hawaelewi kwa nini hawa ni wazazi. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba as a society tumefail, kwa sababu even the moral fabric of our society iko chini kabisa. Ile mambo sisi tulikuwa tunafunzwa, tulikuwa tumeogopa mambo zingine. Saizi imekuwa tu ni kitu ya kawaida kwa maisha ya watoto wetu. Siku hizi watoto, mzazi ni mzazi wako, si jamii tena. Exactly. Ukichapa mtoto wangu ndio sasa tutakuja kukutana na wewe nikwambie kule nilipitia na yeye. Na hivyo sasa unaona watoto hata wakifanya mambo huku mtaani hawaogopi mtu yoyote. Na hiyo inasababisha kwamba maana hawajifichi, anajificha kwangu kama mama ama kama kwa baba yake. Lakini yako akiwa kule mtaani hakuna mtu ambaye anamtisha, maana yeye anajua analindwa na mama yake. Mzazi wakati mwingine wazazi saa zingine huwa tunatetea watoto. Ukiambiwa mtoto anafanya kitu, unasema mtoto wangu namjua vizuri sana, ilhali mtoto anakujua zaidi kuliko vile unamjua. Kwa hivyo mimi ningetaka kusema ni society. Tuungane sisi wote kama society ili tuweze kushika hawa watoto. Mtoto anajua ya kwamba si mama si baba peke yake ambaye ako accountable tu. Society tushikane pamoja. Tukiweka lawama kwa mzazi, bado mtoto anatengamana na wale watoto wako nje, anaenda shuleni, anatumwa dukani na huko ameacha mzazi kwa nyumba. Lakini kukiwa society kila mtu wako macho, tutaweza kusaidia hawa watoto wetu. Kuna jamaa fulani hapa katika mtandao wetu wa Twitter, tukiangazia hilo swala ambalo umezungumzia Florence, anauliza jamii itawajibika vipi ilhali mzazi mwenyewe hataki mtoto wake aguswe? Sawa, umesema kwamba jamii ndio haiwajibiki tena, lakini sasa kama tulivyogusia awali ni kwamba siku hizi huwezi hata mtandika mtoto wa jirani, huwezi muonya, huwezi mwambia mami hapo umefanya vibaya, kwa sababu ule mzazi atakasirika. Sasa ina maana kuwa bado mzazi analaumiwa kwa sababu ya huyu mtoto kwenda kule nje labda kutumia maneno ambayo hayafai. Hii jambo la society, mzazi yuko ndani. Na tuliacha wakati society ilianza kutangamana, ndipo sasa tuliacha tukasema sasa mtoto ni wa mtoto. Kwa hivyo jukumu litarudi kwa mzazi, yeye mwenyewe aelewe hawezi kukua na mtoto wake kila mahali. Maana mtoto ataenda shuleni, ataenda kutembelea marafiki zake, akubali ya kwamba huyu mtoto anaweza kurekebishwa hata na jamii. Wazazi wakifika mahali waachilie watoto, kuwashika ni kama
unasema huyu mtoto wangu namjua sana na hawezi fanya hicho, na akiadhibiwa badala ya kujua ameadhibiwa kwa sababu ya kosa gani alilofanya, wewe unaingilia ambaye aliyemwadhibu. Mzazi akikubali ya kwamba mtoto si wake, mimi husema mtoto alikuwa wangu wakati nilikuwa nimembeba, wakati alitoka ni mtoto wa jamii. Na nikisaidiwa na jamii hata kwa mambo mengi, hata kusimama, kuna mambo jamii itaona ambaye mimi sioni. So wazazi tunahitaji kurudi pale mwanzo, especially sisi wa age yetu, mahali ambapo tulilelewa. Ukumbuke wewe ulilelewa kama mtoto wa jamii, na ndiposa ukaweza kusimama. Maana ulikuwa unaogopa ukiwa hapa, makosa yakifika nyumbani, sasa hapo kutakuwa na kitu kingine, na tayari utakuwa umeadhibiwa mahali ulipofanyia makosa. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Angelina, sijui unasema nini kuhusiana na hili swala la wazazi, kwa sababu mitandaoni watu wengi sana wamegusia mzazi, wanasema uzazi ama ulezi si kumpatia mtoto mkate na sharubati ama ukipenda juisi. Ulezi pia ni kumkalisha mtoto chini na kumzungumzia, jambo ambalo wazazi hawalifanyi tena. Nakubaliana na swala na vile vilivyosema kwamba wakati huu na century ambayo tunaishi wakati huu sio wakati ambapo kumwadhibu mtoto, hata kumwadhibu umpige viboko sijui ngapi ati ndio watarekebisha tabia. Wataalamu wanatuambia kwamba ni kuongea na kuzungumza na watoto wetu. Kitu ambacho tunaona kwamba, nakubaliana na Florence wakati anasema kwamba ndio sisi sote tumekosa, kwa sababu inaonekana kwamba maadili ya kijamii hatufunzi watoto wetu siku hizi. Nani anaongea na mtoto wako kwenye nyumba? Unaongea naye mambo ya ngono, unaongea naye mambo ya kijamii, kujua ni wakati gani anafaa kuhusika na ngono, ni wakati gani sifai, kwa sababu gani. Mara nyingi unapata watoto wetu tumekataa kuongea nao, tumewaachia mitandao, tumewaachia majirani, tumemwacha aende huko nje akajue, kwa sababu muda ambao wazazi wanatumia kukaa na watoto wao kuongea umekuwa ni mdogo zaidi, na kwamba maadili ambayo wanafundishwa na majirani, basi unapata mzazi kama vile Florence aliposema, mzazi anapokuwa mkali, basi yule mtoto anabaki akijiuliza ni kweli ama sio kweli. Kwenye huko nje ambapo anaona kwamba ndio kuna wengine wamebeba mimba, akisema kwamba sasa hiyo ndio imekuwa ndio mtindo, nani yako pale wa kueleza kwamba sivyo na kwa sababu gani? Kwa sababu kile wataalamu wanatuambia kwamba mtoto kubadilisha tabia akielewa maana yake. Kwa hivyo kama wazazi hatutachukulia nafasi ya kukaa na watoto wetu na kuweza kueleza pole pole kwa kinaga ubaga, tumeachia kazi walimu. Kwa sasa hivi COVID ipo hapa, sasa nani atafundisha watoto nyumbani? Kwa sababu hata nilikuwa nakuja kuangazia hilo swala, kuna mtu ambaye uliza sasa wazazi, mimi yeye ni mzazi, anasema yeye kama mzazi mwenyewe hana nguvu za kumkalisha mtoto wake chini na kuanza kumzungumzia maswala ya ngono. Hilo ameachia walimu. Mtazamaji, kufikia hapo nitakuwa tunakuelekeza madukani, lakini nikirudi itazidi kuliangazia swala hili kwa kina zaidi ili tuelewe, je, itikadi za jamii pia zimechangia mimba hizi za mapema? Tuelekee madukani, nitarudi kwa muda mrefu.